Na hapo mimi nakwambia hapo ndio tofauti mkubwa sana wa kati ya Yanga na timu zingine. Mimi nakwambia Yanga je waone hivi, je Yanga kama mashabiki wao wanaonekana kama mambumbumbu mashabiki wa Yanga ukiangalia, lakini mimi nakwambia kweli katika mashabiki ambao wanajua mpira nchi wa Yanga namba moja. Yanga timu yao ikifungwa wanajua wapi pa kulaumu. Yaani Yanga anajua kama hapa tulaumu viongozi, hapa tulaumu kocha, hapa tulaumu wachezaji. Si Yanga msimu ambao yani msimu tu sasa kuja Roman Falls alikuja hapa wakashinda Yanga hapa. Walimsupport Falls. Sheba mzuri, wanajua kama Falls mechi ambayo Dube anazunguka, Dube anatuzungua. Yaani wanajua kabisa, yaani hawaruki viunzi. Eti shoes la Dube wakampa Falls. Shoes la Falls la Dube la Dube. Sasa Simba watabia kuruka viunzi. Mechi hii sio shoes la mwalimu, shoes la wachezaji. Kwa sababu ndio upata nafasi. Wameshinda kuzitumia nafasi ya Morris ile aliyopata ile. Ndio kwa sababu kuna unajua kumiss chance. Nategemea na mechi gani. Kuna mechi hata ukimiss utapata nyingine. Kuna mechi one chance atakiwa one goal. Kwa sababu ni hazitokei nafasi 10 ndio mechi kama za juzi. Simba kapata big chance 2 za wazi ya Morris ile imekuja na ya superstar Elie Mpanzu. Hawamtaki mchezaji wa Yanga. Hawakuzitumia. Sasa hapo manager anakosa gani manager? Kwa sababu mwenyewe kaelezea kwa nini amekwenda na force number 9. Ameelezea. Sija Chelsea ambayo hapo Chelsea amekwenda na ompiga baka ngapi? Kwa sababu umezitumia nafasi tu brother. Mechi ngumu zote, big match. Tumia nafasi kaka. Ukikosa nafasi utaadhibiwa tu. Badala ya kumlaumu mwalimu. Waache kumlaumu mwalimu. Mwalimu ndio kwanza ana muda mfupi na timu, ameonesha impact kwenye timu, watulie dawa ingie basi. Wakitikisika watavimba makalio sababu sindano itapenya sehemu mbaya. Mzungumzie Elie Mpanzu hapo. Pia mashabiki wa Simba wanaona Mpanzu ule sio yule ambaye walikuwa kimuimba tokea kuhusishwa kwenda Young Africans. Ametaja na mmoja tetesi zake ulizitaja kwamba Kibisawala ameshachukua hela ya wananchi kwa sema imerudishwa au bwana. Nakubali kitu kwenye mdu wangu nilitakiwa kujue. Kuna vitu viwili hali. Kuna kujua mpira na kucheza mpira. Mpanzu ana sifa moja katika hizo mbili. Mpanzu anajua mpira. Yeye inachompata Mpanzu anashindwa kucheza mpira. Sio mzuri. Mchezaji mzuri ni yule ambaye anayecheza, anayejua pia na kucheza. Mpanzu kinachomfundisha yeye ni mchezaji ambaye anatabirika. Yaani Mpanzu hajui wapi achie, wapi akae nao. Kila anapopata mpira Mpanzu yeye ni yuko vile tu. Sasa hiyo ni kujua mpira, sio kucheza mpira. Mchezaji mzuri. Ndio maana mfano wao, mwangalia mfano wao Pacome. Pacome anajua mpira na anacheza mpira. Pacome mwangalia uwanjani. Pacome kuna muda unakuta ana shirikiana sehemu ambayo hapa siwezi kwenda mwenyewe, atapiga 1-2 na mtu ataiomba pale. Ndio mpira kama namna hiyo. Msaada, movements. Hiyo sehemu hii bisa naeka pale, sehemu hii sipige shoot. Naeka pale. Akafunga mtu mwingine. Unashaifa mzuri? Hiyo ni kujua mpira na kucheza mpira. Sasa mpira ukiucheza kwa sababu unajua, ndipo hapo utakuwa na makosa mengi ambayo baadaye utawaboa. Ndio maana angalia wanajua wengi sasa hivi, wengi wanajua mpira ndio hatakiwi kwenye vilabu. Ufuatilia vizuri. Wengi wanajua mpira ndio mtani. Kwa sababu kujua ni kitu kingine na kucheza ni kitu kingine. Mpanzu kama nasikia clip yangu, mimi unajua hapa naongea sio maneno, unajua kuna maneno ya kichambuzi na maneno si ya kishabiki. Naongea kwa sababu mimi najua mpira, napiga ndinga najua ni kujua kitu kingine na kucheza ni kitu kingine. Mshamba mzuri. Sasa hivi wengi wanashindwa kucheza mpira ni wale ambao wanajua. Kwa sababu wanaamini kwenye kujua kwao. Kwa hiyo mpira shabadilika. Kujua ni asilimia ndogo sana, lakini kucheza ni asilimia kubwa. Unaweza kuna mtu mbona hajui mpira huu lakini amweka benchi mtu anayejua mpira. Leo hii pale Liverpool pale mtu anaitwa Federico Chiesa. Chiesa ni balaa. Usalama wenyewe akapima kwa Chiesa. Umainga wote wampati ule gap kampati Chiesa wala ule Salah na baki Salah mpati Chiesa. Kwa kujua mpira hasa, lakini sasa kucheza ndio kitu kingine. Kwamba huyu gap kuna Salah, kuna kitu anampa mwalimu ambacho Chiesa akioni, ndio maana ya kucheza sasa huo mpira. Kwa hiyo Mpanzu anatakiwa
acheze mpira, asibaki kwenye kujua mpira, atakuwa na makosa mengi.